Jina ni Benta Chemche, natoka katika kanisa Tumaini. Ni mshiriki wa Tumaini pale. Mimi ni mwanakwaya, naimba sauti ya kwanza. Asante. Kwa jina naitwa Gerald Gichako, ni mtumishi kutoka Mombasa na nashiriki katika kanisa la Kizingo SDA Church, na tuko hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe wa uwakili, stewardship of prayer, na wiki yote tutakuwa katika kanisa la Tumaini na tunaleta ujumbe kwa washiriki, marafiki na wapendwa wote. Ujumbe huu tunawapelekea kanisani, nyumbani, biasharani, shuleni, popote mahali wanapatikana. Mwenyezi Mungu angependa sana watu wake wabarikiwe, na tunagundua kwamba nyakati hizi watu wako busier than ever before. Kwa hivyo lazima neno la Mungu liwafuate mahali wako busy, alafu hilo neno liwe part of their business. Tumetembelea ndugu yetu Martin ambaye pia ni mmoja wa washiriki katika kanisa letu la Tumaini SDA Church hapa katika wilaya ya Malindi. Kwa hivyo mpendwa unayetazama mahali hapa, nitakusihi kwa upendo wako Mwenyezi Mungu. Clip hii ikupate kwa upendo wake Kristo, na utupatie tu dakika 2-3 ili tupate kushiriki na wewe. Kwa hivyo ninaomba ruksa yako nisome neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunatumia Biblia, neno la Mwenyezi Mungu lililo hai, kutuelekeza katika biashara zetu. Mungu anatufundisha hivi katika Torati ama Deuteronomy chapter 8 verse 18. Mwenyezi Mungu anasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Yaani neno la Mungu linasema kwamba Mungu ndiye anayetupatia uwezo wa kupata utajiri. Kila mtu wakati huu anataka awe tajiri, natamani sana niwe tajiri. Kwa hivyo neno la Mwenyezi Mungu nataka nilitumie linipe utajiri. Nawe mpendwa, ninaomba chochote unachofanya ukumbuke kwamba Bwana Mungu wako ndiye atafanya nini? Atakupa uwezo wa kuwa tajiri. Alafu uniruhusu tena haraka upesi nisome tu neno kwa ajili yetu hapa kwamba katika mwanzo wa kila kitu 28 verse 22 anasema hivi. Wacha nirudi nyuma tu kidogo. 20 verse 20 anasema, verse 19 samahani, verse 19, akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Nachotafuta ni hiki: Yakobo akaweka nadhiri akisema hivi: Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Kisha atakuwa Mungu wangu. Naomba hivi mpendwa unayetutazama kwa sasa, Mungu ametulinda. Mwaka umepita wote 2025 ametulinda. Sasa leo ni tarehe 2 Februari. Kuna kitu umemwahidi Mungu tayari kwamba Mungu ukinitendea nami nitafanya ABCD. Mungu ukiniponya nitakutumikia. Ukiinua biashara zangu nitakutolea shukrani, nitatoa fungu langu la 10 na shukrani. Ukiponya familia yangu kuna jambo fulani nitafanya. Mungu huwa anatii tunachomwambia. Ukimwambia Mungu nikifanya, ukinifanyia na mimi nitakufanyia, huwa anatii. Ni sehemu yetu kama wanadamu sasa kukumbushana kama tumeweka nadhiri kwake Mwenyezi Mungu, tukatimize hilo jambo, tukalifanye. Wacha nichukue fursa hii mpendwa kuomba kwamba chochote unachofanya kama umeweka nadhiri, kumbuka ukamlipe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ukimwahidi timiza, kwa maana yeye hutimiza kwa upande wake. Mara nyingi tunakosa kupata. Kwa sababu gani? Huwa tunakosa kutimiza yale Mungu ambayo angetaka tufanye. Halafu utaniruhusu tu nisome moja tu, halafu iwe ndio ya mwisho. Asante sana. Malaki 3:8
Ni ajabu sana. Mungu anauliza, na ni Mungu anauliza kisha anajibu mwenyewe. Anauliza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Alafu lakini ninyi mnaniibia. Yaani Mungu anasema tunamuibia. Mimi na wewe tunamuibia Mwenyezi Mungu. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia kwa saka na dhabihu. Mara nyingi tunamuibia Mungu. Anatubariki na tunamwahidi kwamba sehemu ya 10 Mungu nitaleta, lakini tunatumia kwa ajili yetu, alafu tukimwahidi kwamba nitakuja fanya. Lakini kumbuka Mungu anasema hivi. Hiyo haya ya 9 inasema ninyi mumelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Yaani Mungu anasema tumelaaniwa kwa laana, si kwa sababu mchawi amekuja, si kwa sababu shetani amekuja. Tumelaaniwa kwa laana kwa sababu tumemuibia. Tukimuibia, shetani anachukua hiyo advantage, anasukuma magonjwa kwetu, analeta accident, analeta vifo, analeta mambo mengi, kwa sababu God anasema tumelaaniwa kwa laana. Na ni zito sana Mwenyezi Mungu kutamka kwamba tumelaaniwa kwa laana. Kwa hivyo mpendwa, naomba nikusihi, kama chunguza maisha yako, kama pengine kuna kitu unaona ni laana kinakuandama, omba Mungu urudi ukalipe kila ambacho uliahidi Mungu na hukufanya, na hizo laana zitatoka katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo ndugu, naomba sasa tuombe. Na tunapoomba katika Saburi, tuombe tukitumia Saburi 90 verse 17 ambayo inasema hivi. Hilo ndio ombi letu sasa. Inasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Amen. Na kazi ya mikono yetu utufanyie dhabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uidhibitishe. Ndugu Martin, ninaomba hii fasi iwe ni yako na wapendwa washiriki wenzako, wateja wako wote. Uzuri wa Mwenyezi Mungu uwe katika kazi ya mikono yako. Amen. Akuletee wateja, uwe mwaminifu na wateja wako. Amen. Na Mungu awe the shareholder mkubwa katika hii kampuni. When God is a director, a co-partner, nobody will damage your business. Yeye ndiye atakuwa anafanya marketing sasa na kulinda biashara yako. Mungu uliye baba yetu, asante kwa neno lako. Asante kwa himizo lako. Tumetembea kwa ndugu Martin hapa tukiomba, wewe uliyempatia uwezo wa kukua na kila alicho nacho, wewe ndio utalinda biashara hii, wewe ndio utaimarisha, utaibariki, na mali wakati mwingine tukikutana, awe biashara zake zimepanuka, akona branches everywhere, na mali akienda watoto wako watapata riziki, kitakachopatikana kitafanya kazi yako, atakuwa mbaraka kwa wengine. Tunabariki wateja wote wanaokuja mahali hapa, kawalete Jehova ili mtoto wako apate riziki ya kila siku. Amen. Asante kwa kuwa umesikia na utatenda, na ni katika Yesu aliye hai tunaomba kwa imani. Amen. 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 Thank you ndugu Martin, God bless you. Thank you my sister. God bless you. Amen. God bless you. Mimi nashukuru kwa maombi katika kazi yangu. Asante. Si jambo la kawaida, lakini ni kujinyima. Amina. Watu kuacha kazi zao na kutembea. Najua hamjakuja hapa peke yake. Mnaenda mkiombea. Exactly. Na kuwatia nguvu. Exactly. Ndio. Exactly. Kwa hivyo katika kwenyangu katika mlango huu, naomba pia Mungu awaonekanie. Amen. Awape nguvu kwa mnapoenda. Amen. Mbariki wengine pia. Thank you so much. Thanks. Walikuwa ni wageni kutoka katika kanisa la Tumaini, wametembea katika nduka hili workshop ya Fundi Martin. Ilikuwa ni wiki ya uwakili, wanasema wenyewe ni stewardship. Huwa ni maombi kusunguka uzuru kwa wasidiki wakiwapa mibaraka ya maombi. Kwa hivyo Mungu akaweza kumwelekeza huyu mgeni ambaye ametoka all the way from Mombasa, aweze kumuonekania katika hatua zake, jamii yake pia ikaweza kubarikiwa kwa sababu ya kukumbuka na wengine, kuwaleta karibu na Bwana. Mungu aweze kuwabariki ambao mtakaweza kutazama video hii. Tubarikiwe sote na Mungu apewe. Amen. Karibuni. Karibu mtoke. Inaitwaje?